Tumerudi kipindi ni Minibuzz, ndio kwanza tumeanza. Kwa hiyo kama ndio umeingia nyumbani hujakosa mambo mengi, bado kuna kama dakika 25 hivi za majadiliano mazito na Watanzania. Bibi, tunaongelea nini? Sasa hivi tunaongelea mada inayosema, je, kuwa na sugar mami ni kitu kibaya? Okay. Bibi, kama unavyojua jamii na mambo mengi, na tulikuwa tumeenda kutembelea ofisi tofauti ikiwemo moja ni Atamwa ambao ni chama cha wanasheria wanawake. Na sema kwamba kuna wimbi wa ongezeko la watu biashara za kuwa na mahusiano na sugar mami. Tukasema hichi kipindi cha wananchi, basi hebu tulete hili swala. Kwani sugar mami ni nani? Sugar mami ni nadhani mwanamke aliyeolewa lakini anataka kuwa na partner mwingine anayeweza kumsaidia kwa mambo mengine au anamsaidia yeye kwa mambo mengine. Ni wanawake, wamama, watu wazima ambao wanapenda vijana. Kwa hiyo bibi, kwani upendi vijana? Napenda. Sasa sijui upendo kivipi? Aidha kwa urubuni kwa sababu wana pesa, kwa kutaka kuwarubuni kwa nao kimapenzi. Na wapo vijana ambao wanawapenda mashuga mami kwa sababu ya hali kwamba anapenda vitu vikubwa afu uwezo hana. Kwa hiyo anataka awe na sugar mami ili apate kila anachokihitaji, kama simu kubwa, apate atembee na usafiri. Shaona. Kwa hiyo sugar mami anamwahidi kwamba mimi nitakupa gari, nitakununulia simu kubwa, nitakufanya kitu ambacho unaposema simu kubwa, yani ukubwa simu, sababu kuna Nokia Ringo makubwa. Au simu unasema kila kitu ama digital, yani simu ya kidigital. Kwa nini wanaitwa wa sugar mami? Yaani hilo neno sugar ni sababu wanakupa vitu vitamu, yani kwa sababu kitu unachokitaka kutoka moyoni mwako unakipata. Ukimwambia tu ukisema nataka kitu fulani unakipata. So lazima umuite sugar mami. Kifupi, ukiwa na sugar mami kwa sisi vijana wengine wanasema tunataka kurahisisha maisha. Kwa sababu kwa kule kila kitu kitakuwa vile simple. Yaani wewe kazi yako itakuwa ni moja tu, kumridhisha yule. Furu kujiachia. Yeye hana kitu kingine anahitaji kutoka kwako zaidi wewe kumridhisha, na kumridhisha kwako ni kumridhisha kimapenzi, hakuna kingine. Vingine vyote ni juu yake. Wakati wa kuzama ndani umefika. Hebu tuzame ndani tusikie watu wa Atamwa bibi wanatuambia masuala ya sugar mami, alafu turudi kuongea na Watanzania. Wiki iliyopita tulikuwa na mkutano hapa na wakuu wa vyombo vya habari, wahariri, na tukao tunazungumzia swala zima la unyanyasaji wa kijinsia na ukatili wa kijinsia katika jamii. Kwa hiyo tukazungumzia haswa mara nyingi inakuwa swala la wanaume ama kuwabaka ama kuwaoa watoto wa umri wa mdogo au mapigo kwa wanawake. Likaja swala la kwamba kuna wanawake wenye umri wanakuwa na mahusiano na vijana. Sasa swala la unyanyasaji ni kwamba pale kuhusiana na mtoto, pale mtoto anapokuwa mdogo, iwe mwanamume au mwanamke, unapohusiana na mtu umri tuseme chini ya miaka 18, pale kwa kweli unakuwa unamnyanyasa, kwa sababu humpi nafasi mtoto kucheza, humpi mtoto nafasi kusoma vizuri, humpi mtoto nafasi kushiriki kama mtoto katika jamii. Kwa hiyo hilo tayari ni unyanyasaji wa kijinsia. Kwa pale ambapo mtoto wa kike anaponyanyaswa, haswa ni mila na desturi ambavyo tumekuwa kwamba mtoto hana nafasi, mtoto anaweza kuuzwa au anaweza kuozwa, familia ipate mali. Uelewa mdogo katika jamii wa madhara kuhusiana na mtoto mdogo kuozwa, na pia sera zingine, sheria ambazo zinatoa mwanya kwa huyu mtoto mdogo kuolewa. Kwa hiyo hapo ni unyanyasaji wa kijinsia katika jamii. Sisi hapa Atamwa tuna kituo cha usuluhishi. Kwa hiyo tunapataga malalamiko. Kwa hiyo kuna sehemu nyingi ambazo mtu yoyote awe mwanamke au mwanamume anaweza kwenda kupeleka tatizo au uonevu ambao amefanyiwa au udhalilishwaji au kitendo chochote cha uonevu ambacho amefanyia. Kwa hiyo tuwe na ujasiri kwamba tukienda kuripoti au kutoa hoja hiyo, basi tusimame kidete kwamba paka hatua ichukuliwe. Tumerudi, tunataka kumsikia mama yetu pale kielezea njia tofauti ambazo unyanyasaji unafanyika mbele za watoto, wanawake, lakini pia nafurahi kwamba ametaja kwamba kuna wakati mwingine wa mama ambao wanakuwa na mahusiano na watoto wadogo walikuwa chini ya miaka 18, ndio mada tunayojadili wa sugar mami. Na pia mwishoni anasema hata wanaume wanaweza kwenda kuripoti kwenye iko chama chao kwenye Atamwa. Kwa hiyo tumemaliza zama ndani, shusha watu afu turudi na kuongea na Watanzania.
Tumeshusha watu, tumerudi, watu wengine wameongezeka. Mada hewani ni je, mashuga mami wapo na kuna madhara? Jamii na mtazamo gani juu ya ushuga mami? Nataka kusema kweli, mimi nimesha experience vitu kama hivi. Tuelezee. Sio kitu kizuri kabisa. Elezea ilikuwaje, mwaka gani, ulikuwa na umri gani? Usaje jina, lakini ilikuwaje? Mfano tu. Hiyo ilikuwa kama miaka 15 iliyopita. Ulikuwa kijana, mama akakupenda. Kipindi hicho kijana, handsome wa nguvu. Wanaku approach, kama friendship, wanakusaidia tu naturally. Na unajikuta mwenyewe unapenda kuwa karibu naye. Na huku na kweli alikuwa na mapenzi ya kweli. Anakuonyesha kweli kabisa. Lakini unaona mtu ameolewa, lakini anaona kila kitu anachopata anakupa wewe. Sasa sio vizuri. Na mimi niliona kabisa. Uliweza kuachana naye kirahisi? Ndio, sio kirahisi kivile, lakini mimi nilikata kabisa. Lakini ulifaidika kiasi fulani. Yes, nafaidika. Shule alilipa ada labda? Sio shule kulipa. Kwa ulifaidika na nini? Ni orodhesha kidogo tu. Unapokuwa na yule shuga mami, anakuwa anakudhibiti sana kwa mambo mengi sana. Kwanza anakuona wewe kwamba ukitoka nje mambo mengi sana atakuwa anakufuatilia. Kwa hiyo kama hata kukupa gari huwezi kumpakia girlfriend wako. Hawezi kumpakia. Na kama kama shuga mami akikupa gari, girlfriend wako hawezi kumpakia kwa sababu akikuona anaweza akakunyang'anya au kukatokea kushana kwa kutokuelewana naye. Vijana wa siku hizi brother, unadhani wengi hapa tu kwenye show tukiwauliza wataweza, lakini apate nafasi ya kulipata ile sugar mami, ni unyanyasaji wa kijinsia pia au hatuoni kama unyanyasaji tunaukubali? Kwani anamwambia kwa nguvu, si anataka mwenyewe na yeye? Brother, ana unyanyasaji wa kijinsia. Wapo ambao wanapenda, unajua wewe kupita njia ya shortcut kulaisha maisha. Kulelewa. Mama anapokupenda mawili, anaweza akawa yuko salama au ana magonjwa yake anataka kukuambukiza. Sababu labda ameshafiwa na mume wake. Wapo aina hiyo. Wapo aina hiyo. Sababu labda ameshafiwa na mume wake kwa ugonjwa wetu huu ambao wengi wanasema kushinikizwa la damu, lakini ni HIV. Ushaona? Kwa hiyo anataka wewe umlizishe wakati wewe hujui, kwa sababu unataka mali, kama unapenda vitu vikubwa ambavyo una uwezo navyo, unajikuta unajiingiza, alafu unakuja kuona matatizo baadaye. Kama anavyosema nani hapo, baadaye mtu anakuwa hayupo, wewe unashindwa. Ni sawa sawa na mtu ambaye anakupa samaki akufundishi kuvua. Sawa. Kama kuhakikishia kwamba anakupa samaki friji imejaa, sasa wataisha. Kwanza vijana kama vijana tunatakiwa tujitambue sisi wenyewe kabla haujakutana na neno la kuhamasishwa. Wewe mwenyewe ujitambue kwamba ni nani, unatakiwa ufanye nini ili uweze kusaidia, kwa sababu hata ukilazimishwa kama sio uruka yako huwezi kuacha. Mimi naona wakiwa wanafundishwa wanajua kwamba hao wanaowafuata wanaharibu maisha yao ya mbele. Anakuchezea saizi, baadaye ikiisha wewe ndio utasumbuka baadaye. Dani, wana majina ya ajabu kama Kasim, K, umekula K wangu. Kama Johnny, J. Kama yani balaa. Alafu kujipitisha. Kama Dani. D. Umeona? Unapoitamka. Tumefika mwisho wa mada ya kwanza. Wengi wamesema kwamba sio kitu kizuri na tumeijadili na kuiona, na uzuri kwamba tukapata mfano wa mtu ambaye ame-experience hili swala miaka 15 iliyopita. Ameona madhara yake. Mwisho wa siku utamu wa hiyo sugar, huo ushuga huo baadaye unakuwa asidi tindikali. Kwa hiyo inakuwa makonde, uchimumunye wala uchiteme. Sasa sijui itakuwaje. Maana utaki kumumunye wala kuteme. Uchimumunye wala uchiteme. Tumaliza mada ya kwanza, shusha watu, kirudi mada pili nazo.